Ndugu zangu katika Kristo, nawasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibuni tuendelee kujifunza kwa pamoja kuhusu historia ya kanisa katika vipindi vyake mbalimbali. Katika sehemu hii ya 5 tutajifunza kuhusu wamishonari wa kwanza. Tutaangazia kuhusu Kristo ulivyoenea, namna Warumi katika dola yao walivyowadhulumu wa Kristo. Tutahitimisha sehemu hii ya 5 kwa kuangalia walimu waandishi katika kanisa la mwanzo. Tuanze somo letu la leo kwa kunukuu maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 28 aya 19, ambapo tunajifunza kwamba Yesu aliwaambia mitume, "Nendeni basi mkawafanye watu wote wa mataifa yote wao wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu." Si mitume peke yao walioambiwa hivyo, bali aliwatuma waamini wote kwa ujumla kuwafanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Katika Mathayo sura 5 aya 16 tunasoma, "Vivyo hivyo ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni." Kwa hiyo, pamoja na wamishonari wakuu, yaani Petro, Barnaba na Paulo na wengine, walei wengi, wanaume kwa wanawake, maaskari na wafanyabiashara, wote walieneza imani yao kwa watu wote. Wengi wanatajwa na Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 16, kuna wengi wanaotajwa. Mazingira yalivyokuwa katika maeneo yote ya dola ya Kirumi, hususan miundombinu ya barabara na usafiri wa majini, yalifaa kueneza imani. Hivyo Injili ikaanza kupenya katika maeneo mbalimbali katika dola ya Kirumi, Ulaya, Asia na mpaka Afrika. Jambo muhimu la kufahamu pia ni kwamba nafasi za kusafiri zilikuwepo. Barabara walizojenga Warumi na meli katika bahari ya kati zilizounganisha nchi zote. Katika kila nchi, hata Roma, watu walitumia lugha ya Kigiriki. Biblia iliweza kusomwa kwa lugha hiyo, yaani kwa tafasiri ya Septuagint. Hata wakati wa Paulo, pande zote za dola za Kirumi makanisa yalitokea, na hata mengine ambayo hayakuanzishwa na Paulo. Katika Afrika, Ukristo ulifika mapema Misri na Carthage. Mji wa Carthage ulikuwa ni mkoa wa Kirumi huko Algeria. Pia Ukristo ulienea huko Uajemi, hata katika Arabia nako ulifika mapema. Tuangalie kipengele kingine katika sehemu hii ya 5 ya makala yetu, ambapo tunaangazia kuhusu Warumi katika dola yao walivyowadhulumu wa Kristo. Tunajifunza ya kwamba Kaisari Nero amejulikana kwamba yeye alianza kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi mjini Roma kabla ya mwaka 68 baada ya Kristo. Inaonekana kwamba mitume Petro na Paulo walikuwa kati ya mashahidi hao wa mwanzo waliouawa. Mwaka 112 Kaisari Trajan alimwagiza Plinio, gavana wa Ponto, kuwa Wakristo wasitafutwe, ila wakishtakiwa na mashahidi na wakikataa kuikana imani yao waadhibiwe hata kwa kifo. Ni wakati ule ndipo Askofu Ignatius wa Antiokia alipokamatwa na kupelekwa Roma ili atupwe kwa wanyama wakali, auawe katika michezo ile ya Kirumi. Jambo moja tunaloweza kujiuliza, au swali tunaloweza kujiuliza ni, je, ni kwa sababu gani Wakristo walidhulumiwa? Zifuatazo ni sababu 3 zilizowafanya Wakristo kudhulumiwa katika dola ya Rumi. Sababu ya kwanza, wapagani waliona kuwa Wakristo walikataa michezo michafu ya Kirumi, hawakushiriki sikukuu zao za kipagani na hata kuitolea sadaka ya miungu yao ya kipagani. Sababu ya pili, Wakristo walisengenywa kwamba katika mikutano ya asili walifanya machafu au waliua na kula watoto. Kwa kuwa wapagani wa Kirumi hawakuelewa tendo lao la kukutana na kula mwili na damu ya Yesu katika kumega mkate. Wapagani walijua Wakristo wanapokutana basi hula miili na kunywa damu za watu. Kulipotokea matatizo kama vile magonjwa, misiba, watu waliwashtaki kuwa matukio hayo yalitokana na kosa la Wakristo kwa sababu hawakuabudu miungu ya Kirumi. Sababu ya 3, Warumi waliunganisha siasa na dini za kipagani. Hata makaisari walianza kutaka heshima ya kimungu na sadaka ya ubani kutolewa kwa ajili yao. Wasiotaka kuabudu miungu ya Kirumi na makaisari walishtakiwa kwamba waliasi serikali na walistahili kufa. Mnamo mwaka 138 hadi 161 baada ya Kristo, Kaisari wa Rumi kwa jina la Antonius Pius aliwaua Wakristo kwa kuwatuhumu kwamba wao wanakula miili na kunywa damu za watu. Kwa maana walipokutana walidai kwamba wanakula mwili na damu ya Yesu, jambo ambalo watawala wa Kirumi hawakulielewa.
Pia aliwaua kwa sababu walikataa kupiga magoti na kumsujudia Kaisari kuwa ndiye Bwana. Badala yake wao waliendelea kukiri kuwa Yesu ni Bwana, na kusema hivyo walichukuliwa kama waasi. Vile vile walishutumiwa kwamba hawana Mungu kwa kuwa Mungu wao haonekani, kwa maana Warumi walikuwa na miungu yao inayoonekana. Hivyo watu walikuwa wakijiuliza, inakuwaje Wakristo wanamwabudu Mungu wasiyemuona? Hizo basi zilikuwa ni sababu zilizotolewa na wapagani wa Kirumi katika kuhalalisha mateso na vifo kwa Wakristo. Kwa njia ya maandiko mbalimbali kuhusu matendo ya mashahidi, tunajua habari kamili juu ya wengi, jinsi walivyoteswa na kufa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mfano, Justin Martyr katika maandiko yake aliwatetea Wakristo dhidi ya tuhuma hizo, ambapo alionyesha namna gani Wakristo walivyo na utii na sheria za dola la Rumi, ikiwa ni pamoja na kulipa kodi. Haya yanathibitishwa na zaidi na Justin Martyr katika maandiko yake ya mwaka 100 hadi 165 baada ya Kristo. Baada ya kuangalia matukio namna yalivyokuwa katika karne ya kwanza, tuiangalie sasa karne ya pili, yaani kipindi cha mwaka 100 hadi 200 baada ya Kristo. Katika karne ya pili, wengi waliweza kuandika mengi kuhusu kanisa la mwanzo na kuitetea imani ya Kikristo dhidi ya wadhalimu. Kwa faida ya somo letu la leo kuhusu historia ya kanisa katika vipindi vyake mbalimbali, tuwaangalia hawa watatu. Katika kipengele hiki tunajifunza kuhusu walimu waandishi katika kanisa la mwanzo, yani the three apostolic fathers. Tunawaita apostolic fathers kwa sababu hawa ni watu ambao waliunganisha kipindi cha Agano Jipya katika mwanzo wa Ukristo baada ya kipindi cha mitume 12 wa Yesu. Hawa ni watu waliofundishwa na mitume. Wapo wengi, ila kwa ajili ya makala hii tutaangazia watatu ambao ni Clement wa Roma, Ignatius wa Antiokia na Polycarp wa Smyrna. Tuanze kwa kumwangalia Clement wa Roma, ambapo kipindi chake ni kati ya mwaka 30 hadi 100 baada ya Kristo. Alizaliwa mwaka 30 baada ya Kristo. Alikufa mwaka 100 baada ya Kristo. Alikuwa askofu wa kanisa mjini Roma. Aliandika barua kwa kanisa la Korinto. Tunafahamu ya kwamba Mtume Paulo aliandika barua 2 kwa Wakorinto kuhusu mambo mbalimbali. Pia tunaona katika kipindi chake Clement pia aliandika barua kwa Wakorinto mnamo mwaka 95 baada ya Kristo kuelezea mambo mbalimbali kama vile waamini wapya, hasa vijana, kuwaheshimu wazee katika kanisa, pia kuendelea kuyashika maandiko yanayohusu neno la Mungu. Mtume Paulo anamtaja Clement katika barua yake kwa Wafilipi. Tukisoma barua Mtume Paulo kwa Wafilipi ile sura ya 4 aya ya 3, Paulo anamtaja Clement, naomba ninukuu: nawe ndugu yangu mwaminifu, na kutakia uwasaidie akina mama hawa, kwani wamefanya kazi ya kueneza Injili kwa bidii pamoja na Clement na wafanyakazi wenzangu wengine wote ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uhai. Mwisho wa kunukuu kutoka katika barua ya Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 3, ambapo tunaona Clement anatajwa na Mtume Paulo katika barua hiyo. Pengine wakati Paulo akiandika barua hiyo, Clement akiwa na umri wa miaka 30. Tumwangalie sasa Ignatius wa Antiokia, ambaye yeye tunaangalia kipindi chake kutokea mwaka 35 hadi 108 baada ya Kristo. Alikuwa askofu katika kanisa la Antiokia. Mnamo mwaka 106 baada ya Kristo alikamatwa na kupelekwa Roma ili aweze kuuawa kwa sababu ya kuitangaza Injili ya Kristo. Alipokuwa akipelekwa Roma, njiani aliandika barua kwa makanisa yote aliyoyatembelea, akiwatia moyo na kuwataka waendelee kudumu katika imani. Tuhitimishe kwa kumwangalia Polycarp wa Smyrna, ambaye tunaangalia kipindi chake kati ya mwaka 69 hadi 155 baada ya Kristo. Alizaliwa eneo la Asia ndogo linalopatikana magharibi mwa nchi ya Uturuki mnamo mwaka 69 baada ya Kristo. Katika eneo hili la Asia ndogo ndipo kuna kupatikana yale makanisa 7 yanayotajwa katika kitabu cha Ufunuo. Polycarp alizaliwa katika mji wa Smyrna. Alifundishwa na Mtume Yohana pengine mnamo mwaka 90 baada ya Kristo. Alifanywa kuwa askofu katika kanisa huko Smyrna na aliandika barua nyingi kwa waumini kuhusu masuala mbalimbali kuhusu imani. Alipokamatwa na kuwekwa katika wanyama wakali, huku akiambiwa aikane imani yake ya Kikristo na amkane Kristo, alikataa na kusema kwamba kwa muda wote amekuwa akimtumikia Kristo hata katika uzee wake. Yesu hakuwahi kumwacha. Je, inawezekanaje amkufuru mfalme na mkombozi wake? Hata alipouawa alimwomba Mungu akipokea kifo chake kama sadaka inayokubaliwa mbele ya Mungu. Tuhitimishe sehemu ya 5 kwa kupata neno la leo kwa kusoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 12 aya ya 3. Na nukuu: basi jueni kwamba mtu yeyote anayeongozwa na Roho wa Mungu hawezi kusema Yesu alaaniwe. Hali kadhalika mtu yeyote hawezi kusema Yesu ni Bwana asipoongozwa na Roho Mtakatifu.
Mwisho wa kunukuu kutoka katika barua ya kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya 3. Mwisho wa sehemu ya 5. Katika sehemu ya 6 tutajifunza kumhusu Konstantino na uhuru wa kanisa. Asanteni sana na Mungu awabariki.